Na msikilizaji na mtazamaji wa AGR News, ikiwa siku ya Jumapili, tarehe ikiwa 19 mwezi wa kwanza mwaka wa 2025, ningependa tu nikupasha baadhi ya taarifa ambazo ni za hivi punde kutoka eneo la Gusland kitaifa na vile vile za kimataifa, msikilizaji na mtazamaji wangu. Nitaanza na taarifa hii baada ya aliyekuwa mbunge wa West Mugirango ambaye ni Vincent Kemosi kukataa wito wa Rais William Samoei Ruto alipoteuliwa mwezi Aprili mwaka jana kufanya kazi kama ambassador nchini ama wa Kenya nchini Ghana, msikilizaji na mtazamaji. Pia Margaret alichaguliwa naye akakataa kazi hiyo. Sasa pia mweka hazina wa chama cha ODM ambaye ni Timothy Bosire kutoka kaunti ya Nyamira alipewa kazi ya kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya barabara, naye pia alikataa, swala ambalo limeibua hisia kutoka eneo la Gusland, huku baadhi ya wabunge na viongozi ambao ni wandani wa Rais William Samoei Ruto wakimkashifu zaidi Timothy Bosire. Lakini yeye amejitokeza na amesema kwamba ana sababu zake. Amezungumza na marafiki na watu wa familia na wamemwambia kwamba asije akachukua ile kazi ambayo rais alimpa, msikilizaji na mtazamaji wa hivi punde. Ni Silvanus Osoro ambaye ni mbunge wa South Mugirango amejitokeza na vile vile amemkashifu sana Timothy Bosire kwa hayo ambayo ameyazungumza, akisema hivi, ni nukuu yake kwa lugha ya Kimombo, akisema hivi: "Declining an opportunity to serve your country is never a sign of heroism, but rather an act of pride, naivety and backwardness. You may receive praises from busybodies on social media platforms for refusing to serve the president in quotes, but their naivety also has its limits." Huu ni ujumbe wake mbunge wa South Mugirango Silvanus Osoro, msikilizaji na mtazamaji. Wakati tunazungumzia hayo pia ya Timothy Bosire, pia mbunge wa Churches North ambaye ni Nyakundi Javeth amejitokeza na amemwambia rais kwamba kuna watu wengi ambao wanaweza fanya kazi ambayo anapea Timothy na vile vile ile ambayo alipea Vincent Kemosi. Akisema kwamba kuna Wakisii wengi ambao wamesoma, kuna Wakenya wengi ambao ni Wakisii ambao wamesoma, ambao wanaweza fanya ile kazi ambayo Vincent na vile vile Timothy wameikataa, huku pia akiwarai kwamba si vizuri wakati ambapo umepewa kazi na rais kuikataa. Ni masuala ambayo pia yameungwa mkono na baadhi ya viongozi kutoka eneo la Gusland, huku pia wengine wakimsifu Timothy Bosire kwa kusema kwamba haziingie siasa ambayo ama asingie kwa serikali ambayo inaanguka. Ni baadhi ya sentiments ambazo, msikilizaji na mtazamaji, viongozi wengi kutoka eneo la Gusland wamezungumza. Nikiachana taarifa hiyo, pia kumbuka kwamba kulikuwa na mazungumzo katika mtandao wa kijamii kuhusu vile ambavyo mbunge huyo wa South Mugirango Silvanus Osoro alizungumza kwamba Fred Matiang'i wamezungumza naye na amemhakikishia kwamba hata simama kama rais ama hata wania kiti cha urais mwakani 2027. So wengi wamezungumza kuhusu taarifa hiyo, wengi wamemkashifu, wengi wakisema kwamba watamsupport Rais William Samoei Ruto. Lakini MCA ambaye ni MCA wa Muticho ambaye ni Achira Ronald amezungumzia swala hilo akisema hivi, I quote: "Matiang'i has no money to contest for the presidency", jambo ambalo lilizungumzwa na mbunge wa South Mugirango Silvanus Osoro. Amesema kwamba si vizuri kuzungumza kwa niaba ya mtu. Matiang'i mwenyewe ajitokeze na azungumze hayo peke yake kwa nafsi yake. Ni kulingana na MCA mwakilishi wadi wa Muticho Wada ambaye ni Achira Ronald. Ni baadhi ya wengi ambao wamejitokeza na kukashifu matamshi ambayo yalizungumzwa naye Silvanus Osoro ambaye ni majority whip katika bunge la kitaifa, msikilizaji na mtazamaji. Vile vile baadaye nitakuwa nakupasha kuhusu mechi ambayo ilikuwa inachezwa leo kati ya Bandari FC na vile vile Shabana, msikilizaji na mtazamaji. Lakini tukiachana na hayo, tuingie ama tupo katika siasa bado. Gavana wa kaunti ya Kisii ambaye ni Simba Paul Arati amejitokeza na kusema kwamba Wakisii wamekosa kazi katika serikali, kwamba serikali imekuwa ikiconsider ikiangalia kabila zingine kuwapa kazi katika serikali kuu, lakini Wakisii wamekuwa sidelined sana, huku akisema kwamba wakati utafika, wakati ambapo Mkisii atakuja pamoja na atakuwa anazungumza kwa lugha moja. Msikilizaji na mtazamaji, anasema kwamba itakuwa kama ule wakati wa Simeon Nyachae
Wakati hayo pia yanaendelea, msikilizaji na mtazamaji wangu, gavana wa kaunti ya Nyamira pia, msikilizaji, amesema kwamba ni vizuri viongozi kutoka eneo la Gusii kuja pamoja na kuzungumza kwa lugha moja ili wapate mengi kutoka kwa serikali kuu. Anasema kwamba ombi lake ni kwamba Wakisii wote kwa ujumla kutoka kaunti ya Kisii na Nyamira, kwamba wote na Kisii waje pamoja, wasungumze kwa lugha moja ili wapate mengi na mazuri kutoka kwa serikali kuu, msikilizaji na mtazamaji wa AGR FM. Huku pia, msikilizaji, hayo yakiendelea, viongozi pia wanaendelea kuzungumza kuhusu sentiments ama mazungumzo ambayo yalizungumza na aliyekuwa rais wa 4 wa Kenya, Uhuru Muigai wa Kenyatta, kati ambapo alizungumza katika mazishi akiwahimiza vijana wa Gen Z kujitokeza na kutetea kile ambacho ni chao kulingana na rais huyo wa zamani, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa AGR. Tukiingia pia katika sport, msikilizaji na mtazamaji wangu, ni kwamba timu ya Shabana ambayo ipo nambari ya 5 sasa, leo walikuwa wanajuana na timu ile ya Bandari FC. Vile ambavyo nasungumza sasa hivi, mechi hiyo inaendelea kuchezwa. Kumbuka kwamba Bandari FC na Shabana FC ni mara ya pili wanakutana, msikilizaji na mtazamaji, na hadi sasa vile ambavyo nasungumza, kila mmoja amefungwa bao moja. Ina maana kwamba Shabana 1, Bandari FC 1. Kumbuka kwamba Bandari FC ama Shabana FC iko nambari 5 kwa ligi ya KPL, msikilizaji na mtazamaji. Nikitoka taarifa kutoka eneo la Gusii, naingia taarifa za kitaifa, wakati ambapo Rais William Samoei Ruto alianza leo rasmi ziara yake ya kimaendeleo eneo la magharibi mwa Kenya. Inakuja baada ya waziri mkuu ambaye ni Musalia Mudavadi kufunja chama chake cha ANC na kujiunga na chama cha UDA. Kumbuka kwamba leo asubuhi kulikuwa na mazungumzo ya viongozi ambao wameshauriwa kutoka eneo la magharibi mwa Kenya. Sasa hivi tunazungumza, rais alishafika pale, anaendelea na ziara yake ya siku 3 ya maendeleo eneo lile la magharibi. Na viongozi wengi kutoka eneo lile wamezungumza mambo mengi, wakati huu ambapo wengi wamemkashifu aliyekuwa rais wa 4 Uhuru Muigai Kenyatta, wakisema kwamba matamshi ambayo aliyazungumza hayakuwafurahisha. Tusikilize baadhi yao. We are not going to accept for one tribe to think that they have a birthright to be at State House. Wanapoingia State House, tunawapatia amani, hata kama hawawezi, sisi tunawapatia amani, wanamaliza muhula wao. Lakini kabila ingine ikiingia pale, kazi yao ni kuchokora. Hata kama mambo yanaenda sawa, kwa sababu wao ndio waliharibu, wanaleta uchochezi. Nataka kuambia hivi kupitia kwa Biblia 19, mambo ambayo hata vitina inachukiza Mungu, na ukiwa mtu wa vitina, ujue wewe na Mungu hamuandani njia moja. Kwa hivyo nataka kusema hivi, rais mstaafu alifanya yake, tukampatia nafasi yake, akamaliza. It cannot be business as usual. Wewe ukishastaafu, kaa nyumbani, ukae uone vitu zikiundwa. And I'm not begging him, I'm saying that is the position. Nataka wa Kenya wote mahali mlipo mjue kwamba hii Kenya ni ya sisi wote. Na tutakubali ati baada sasa ya William, ati sasa tena hiyo mlima imeteleza na itateleza milele. Na sisi tuko hapa na mlima ambayo ni imara. Na niombe mandugu zangu wakubwa walio mbele yetu, ile Musalia Mudavadi amefanya. Huyo ni mbunge Daniel Wanyama ambaye alikuwa anazungumza katika hafla eneo lile la magharibi mwa Kenya, msikilizaji na mtazamaji,
wakimkashifu aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta baada ya mazungumzo yake katika mazishi. Msikilizaji na mtazamaji, weekend hii ama siku ya Jumamosi. Wakati hao yanaendelea, msikilizaji na mtazamaji, viongozi wengi pia wamezungumza kuhusu swala hilo, lakini Rais William Samoei Ruto pia amelizungumzia akisema hivi. Tumsikize. They don't need confrontation. Kama serikali, they want opportunities. Kama viongozi, tusiwapiganishe watoto wetu. These young people of Kenya, they don't need violence. They don't need confrontation. They want opportunities. They want jobs. They want opportunity to engage in business. That is what we should be doing as leaders, instead of inciting them to violence, to destruction, and many things that will not solve their problem and will not solve the problem of our country. Kwa hivyo, mimi nawauliza vijana wa Mount Elgon, kuna nafasi pale kwa ICT Hub, kuna nafasi pale kwa soko, kuna nafasi katika mpango yetu ya housing, kuna nafasi katika County Aggregation and Industrial Park, kuna nafasi ya labor migration. Jipange na hizo nafasi na ndio maisha yako itasonga mbele. That is what we must do. Tunaelewana jameni? Hiyo ndio mpango yetu, na mimi nataka niwahakikishie hiyo mpango kwa mapenzi ya Mungu itafaulu. Msikuwe na wasiwasi na wale ambao wanaongea mambo mengi. Hao wanaongea mambo mengi ni kwa sababu wamekwama na hawana mpango mbadala. They have no alternative plan. Huyo ni rais, msikilizaji, akizungumza pale Mount Elgon, ni eneo la magharibi mwa Kenya, akizungumzia matamshi ya aliyekuwa rais wa 4 wa Jamhuri ya Kenya Uhuru Muigai wa Kenyatta siku ya Jumamosi tarehe 18, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu. Wakati tunaachana taarifa hizo, pia aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua leo amehudhuria kanisa katika kaunti ya Laikipia na ameikosoa serikali kwa mambo mengi, huku akisema kwamba serikali ilipanga njama jana ya kumtipua na kumtimua mkewe ambaye ni Dorcas Gachagua kati ambapo alikuwa na hafla eneo lile la Mlima Kenya, msikilizaji na mtazamaji, na akasema kwamba hayo yote ambao wanayafanya yatafika mwisho. Wakati msikilizaji tunazungumzia swala hilo, pia tukimalizia ni kwamba viongozi wengi pia wanaendelea kuikosoa serikali, huku wakisema kwamba vijana ambao wametekwa nyara na wale ambao bado hawajulikani walipo wanafaa kuachiliwa huru, msikilizaji na mtazamaji. Huku pia viongozi wengi wakimsifu aliyekuwa Attorney General ambaye sasa hivi ni waziri wa utumishi wa umma kwa kujitokeza na kukashifu serikali na kushtumu kwa utekaji nyara ambao unaendelea, msikilizaji wangu na mtazamaji wangu wa AGR FM. Katika taarifa zingine ni kwamba, msikilizaji na mtazamaji, wenyeji wa eneo lile la Elbagon Town wamekuwa wakiandamana Ikomoro na Nakuru, wamekuwa wakiandamana kuhusu mmoja wao ambaye aliuawa, ambaye amekuwa akikosoa serikali. Richard Otieno alias Moro President amekuwa akikosoa serikali wakati ambapo aliuawa jana usiku na watu ambao hawajulikani. Wamekuwa pale wakiandamana wakitaka haki itendeke na vile vile kujua ni kina nani wale ambao walihusika katika mauaji hayo ya jamaa huyo ambao wanasema kwamba amekuwa akikosoa serikali. Tuwasikize. Kama serikali, kama viongozi, tusiwapiganishe. Au walifika katika eneo lile la mochari, wakatoa mwili wa jamaa huyo na wakaanza kutembea naye wakisema kwamba wanahitaji haki itendeke na kujua ni nani walihusika katika mauaji ya jamaa wao ambaye amekuwa mtetezi wao kwa muda. Msikilizaji, ni mengi ambayo yanaendelea, lakini hayo ni baadhi tu ya yale ambayo nitakuwa na kuandalia katika chumba chetu cha habari. Msikilizaji, usiende mbali, kile ambacho unahitaji ni kupata application yetu kutoka upande wa Google Play Store, App Store, ili uzidi kupata vipindi vyetu kwa njia ambayo ni moja kwa moja. Mimi ni Videlis Moshoge. Karibu.